Huyu jamaa bwana anaitwa Gulliver, alikwama kwenye ardhi ya watu wafupi. Sio tu yeye aliweza kufungwa, bali hata viatu vyake pia vililokiwa. Lakini hii haikuwa ngumu kabisa kuweza kumzidi, maana aliweza kujivuta kwa nguvu kabisa kwa sababu ya nguvu zake, na kisha akaweza kusimama. Gulliver alijua anauta ndoto. Bila kusubiri Gulliver ajiandae, kamanda wa Velian Edward alirusha mkuki kwenye kiatu cha Gulliver. Gulliver akaanza kuugulia kwa maumivu, na wengine kwa haraka wakarusha kamba kwenye bukta yake na kuanza kumvuta chini. Walipambana na kisha kufanikiwa kumdondosha chini. Gulliver alipoteza fahamu. Alipozinduka alijikuta kwenye gari akiwa amefungwa kamba. Gari lilipofika mjini, kila mmoja alikuwa anashangaa. Watu wengi walikuwa wanajiuliza, hili jitu ni la namna gani? Mbona ni likubwa hivi? Lakini Gulliver yeye pia alikuwa anashangaa, lakini pia alikuwa anafurahia, kwani alikuwa anatritiwa kama star. Ikatolewa oda akalishwe vizuri, ndipo mfalme pamoja na mtoto wake wakaona kiumbe cha ajabu. Story ilikuwa huyu ni mdadisi ametoka nchi jirani. Kesho yake walimpeleka kufanya kazi ngumu. Alikuwa akitumia nguvu kubwa sana kuweza kukivuta kifaa ambacho kilikuwa kinatumika kulimia. Na kesho yake maadui walitumwa kuweza kuivamia ile kasri. Yaani falme ile ilikuwa kwenye hatari. Wakiwa kwenye mapambano ya hapa na pale, wanapambana kwa nguvu, wakiwa juu ya mwili wa Gulliver. Edward kiongozi akaona wanazidiwa, hivyo akaamua kugeuza mwili wa Gulliver kuwafuata maadui. Walipowakaribia maadui, Edward akawaamuru wamuinamishe Gulliver. Kisha yeye akaruka sarakasi kwa mbele ili awawai maadui ili aweze kumwokoa mtoto wa mfalme, kwani yeye anatarajia kuwa mchumba wa mtoto wa mfalme. Lakini mmoja kati ya watu wake wa karibu wakaona nguvu yake haitatosha, hivyo wakamfungua vyuma walivyokuwa wamemfunga Gulliver ili na yeye aende akasaidie. Ndipo Gulliver akawarusha wale maadui kwenye maji na kisha kumwokoa mtoto wa mfalme, tena kwa muda wa haraka. Na mara tu Edward alipowasili alikuta kazi tayari ilishafanyika. Hawajapumua vizuri, baragumu likalia tena. Ikatoka taarifa kwamba upande wa pili wa kasri la kifalme unawaka moto na mfalme yupo ndani. Basi kila mmoja matumaini yake yakawa kwa Gulliver tena kwamba atasaidia. Gulliver basi akaja na idea moja kubwa sana. Kwa sababu ya ukubwa wake, alivua bukta yake na kuanza kukojolea kasri ili aweze kuzima moto. Mkojo wake ulitoka kama maporomoko ya maji, na baada ya muda mfupi akaweza kuuzima moto. Lakini hii haikuwa nzuri kwa upande wa Edward ambaye ni mkuu wa majeshi. Hakupendezwa kabisa na hichi kitendo, kwani sifa zote za kumwokoa mfalme pamoja na mtoto wake zilienda kwa Gulliver. Akawa anaamrisha wamkamate, lakini alivyogeuka hivi Gulliver, mkojo Edward pia ukamfikia. Japo kilikuwa kitendo cha aibu, lakini kwa sababu ni njia ya ukombozi ilikuwa sawa tu kwa mfalme. Basi ilipofika jioni, mfalme akaandaa sherehe kwa ajili ya kumpongeza Gulliver. Basi kulikuwa kuna vinywaji, Gulliver naye alikuwa anakunywa, lakini pia watu wote wamekusanyika wakiwa wanamsikiliza Gulliver anavyojinadi. Licha ya kuwa Gulliver hana aibu, lakini viongozi wa ngazi tofauti za kifalme wengi walimsifia kwa sababu walisema ni kama kaiokoa dunia. Kesho yake mfalme aliagiza maelfu ya watu wenye ujuzi kuweza kumjengea jumba la kifahari bwana Gulliver. Sasa Gulliver anaishi maisha ya kifahari. Akiwa kwenye jumba lake la kifahari akawa anafikiria ni jinsi gani alikuwa anafanyiwa na hii dunia ya watu wafupi mwanzoni. Ni ngumu kuamini, lakini wakati wa jioni alienda kwenye sinema na alikaa sehemu ya kipekee. Maisha kwa Gulliver yakawa rahisi na maisha matamu sana. Mfalme pia akaweza kumuondoa Edward kwenye nafasi yake na kisha kumweka Gulliver kama mkuu wa majeshi. Hiki kitendo kilimkasirisha sana Edward. Akaenda paka kwenye chumba ambacho huwa wanatunza silaha pamoja na kucontrol silaha. Akafunga kile chumba. Maadui waliweza kupima na kuona hichi kitendo kwa mbali wa mita 800, hivyo wakaona ni nafasi ya wao kuandaa majeshi na kuweza kuvamia. Hivyo wakaona ni njia rahisi ya kuweza kuandaa majeshi ili waweze kuvamia kasri lile. Mara ghafla mabomu yakaanza kutupwa kutoka kwenye umbali mrefu. Wakati huo mkuu wa majeshi Gulliver bado anakula chakula. Alistushwa na taarifa aliyopewa na moja kati ya askari. Basi Gulliver katoka nje na kuweza kuangaza. Mungu wangu, jeshi ni kubwa sana. Akiangalia jeshi lao ni dogo na haliwezi kupigana. Basi akajitolea mwenyewe kwenda kuwasafisha. Akavaa viatu vyake kisha akaanza kuwafuata maadui. Alipofika alijaribu kuwashawishi kwa maneno kwamba haoni haja ya pande zote mbili kuweza kupigana. Basi kila mtu kama inawezekana aweze kuchukua vifaa vyake vya mapigano na kurudi nyumbani. Wale maadui hawakumsikiliza hata kidogo. Waliamua kumimina mamia ya risasi kwenye kitambi chake.
Waliendelea kumimina marisasi mengi, wakamimina risasi za kutosha, lakini cha ajabu zilidunda kwenye mwili wa Gulliver na kisha akazirudisha kwa kutumia kitambi chake na zikawakuta kwenye meli, zikawaharibu vibaya sana. Kisha Gulliver akapata nafasi ya kuweza kushika kamba za meli zote mbili, kisha akaanza kuzivuta. Gulliver akapata ushindi mwingine wa pili. Watu wote wakawa wanampigia makofi, lakini pia mtoto wa mfalme akawa shabiki yake mkubwa. Basi kwa mafanikio makubwa nchi nzima kukawa na mabango ya picha za Gulliver na nguo zake zilikuwa zinauzwa mitaani. Maisha ya Gulliver yakawa makubwa sana, anafanywa vitu vya kitajiri tu. Yaani jinsi wanavyomfanyia ni kama mtu muhimu kuliko wote. Basi hii hali ikamfanya Edward awe na wivu mkubwa sana. Akajizima data na kutaka kuwa adui. Basi akatengeneza roboti juu kidogo lina muundo wa yai, kisha akavaa yeye mwenyewe, alafu akataka kupigana naye moja kwa moja. Lakini kwa upande wa Gulliver yeye hakupendezwa hata kidogo. Kwa hiyo alikuwa haiko tayari kupigana. Watu wanashangaa, ni kitu gani hichi? Mbona nilikubwa kuliko Gulliver? Gulliver alipoona akaona mbona hapa siwezi, akageuka na kutaka kuanza kukimbia. Hakupiga hata hatua 5, Edward akawa amemnasa, akamshika na kuanza kumning'iniza. Gulliver akawa ananing'inia tu. Sio tu hivyo, bali aliomba hadi huruma ya watu. Hichi kitendo kilimvunja moyo sana mfalme. Basi walimfunga Gulliver na kumpeleka kwenye ardhi iliyotengwa. Wakati Gulliver anatamaki na kushangaa mazingira ya kigeni ambapo alipo, mara ghafla wakamdondeshea kikombe likubwa sana. Asubuhi yake akaamka na uso mmoja hivyo kizembe sana. Mungu wangu, anashangaa yeye mwenyewe. Kumbe hii ni ardhi ya yale majitu makubwa kuliko hata yeye, yale majiant. Mmoja kati ya litoto la majitu makubwa basi likamwingizia chupa kwenye mdomo. Yaani alikuwa anafanywa vitu vya kikatili kidogo. Basi alikuwa hana furaha hata kidogo. Basi wakati anataka kukata tamaa, kijana mmoja kutoka kwenye nchi ya villain, yani wale watu wafupi, akawa wamewasili. Gulliver alivyosikia vile akawa kidogo kama elewi, lakini kumbe yule mwanamke anamfahamu na alikuwa ni Flamdess wake. Basi Gulliver akaamua kuifunga safari na kurudi kule kwenye nchi ya watu wafupi. Alipofika, cha kwanza ni kuweza kupambana na Edward kwanza ili kila kitu kiwe sawa. Na kipindi hichi alikuwa tayari kwa mapambano. Kila mmoja alisogea kuweza kuangalia pambano, lakini Edward alikuwa na njia yake. Aliweza kufungulia umeme kwenye robot. Hii ilimfanya Gulliver kuweza kukosa nguvu. Wakati huo kuna mmoja kati ya watu wafupi alikuwa anakuja kwa haraka na farasi, akamrukia Edward na kisha akazima ile switch. Hapo ndipo Gulliver alipata opportunity ya kuweza kummaliza. Alimrukia na kisha akavunja robot. Basi Gulliver akawa mshindi, na huu ndo mwisho wa recap yetu. Hakikisha una like, comment na kusubscribe kwenye channel yetu.